na sebule. Kwa nini tumizane akili? Akasema kweli kweli. Tukaenda tukachukua chumba kimoja chenye ambacho tulikuwa tunalipa 15,000. Maisha yakaendelea. Kupanga vitu vyote, nilikuwa na godoro la 5 kwa 6. Ambalo godoro kiliweka tu chumba kinaisha. Kwa nilichokifanya, nilikuwa na lile kochi langu la nyuma hilo. Unaliweka hapa mbele, unakata ile chumba hivi. Alafu godoro tukaliweka kule kwa nyuma, tukalikunja. Tukalikunja likakaa kama lilivyokaa lile sofa, ambapo tunaweza kulala watu wawili. Alafu huku ndo nikapanga vitu vingine. Kwa mtu akija haoni kwamba kule kuna nini. Sasa wakati huo hapo ni mjamzito, alafu kuna chochote ndani na njaa. Nakumbuka mume wangu akasema hivi, alikuwa na kisimu kidogo, akasema ngoja niende stand. Pindi tunakaa Mwanza, akasema niende stand pale Nyegezi, nikaiuze hii simu kwa bei yoyote. Hata kama ni 10,000 angalau nipate tu hela nje nikutafutie chakula. Nikamwambia mume wangu siuze hiyo simu, haina haja. Mungu akiona nife na mimi na mtoto huyu tumboni nife naye, basi asipotupa chakula basi afanye analoliona jema. Usiuze hiyo simu kwa sababu hiyo huku mimi nina njaa, sijala toka asubuhi. Nifika saa 8 hiyo. Na njaa ya mimba mnaijua. Nikamwambia Mungu, wewe ndio utakayenilisha. Nikaingia nikalala. Yeye hapo ameshaondoka. Basi Mungu akafanya muujiza. Wanangu wakawa wamekuja, mama leo odi hii. Nikamwambia yeye wakawa wameleta mboga. Nakumbuka siku hiyo waliletea fungu la mchicha na unga. Nikamshukuru Mungu, nikapika, nikakata changa yangu, nikaweka pembeni, mimi nikala, nikaweka kabisa hapo mezani moja kwa moja. Basi ameenda amerudi kwenye saa 10, na wakati huo tulikuwa tuna mkutano nakumbuka. Alivyorudi akarudi anacheka, mimi nikajua tu hapa hakuna chochote kilichoendelea huko. Alivyorudi anacheka, anambia mama umekula? Nikamwambia Mungu amenilisha, nimekula. Na wewe nimekutunzia hiki hapo. Simu iko hapo, umeuza shinga? Kanambia sijauza. Kila nilikuwa namwambia anaiangalia tu hapa, anasema simu yenyewe bobi. Kwa sababu gani? Haikupata kibali, hatukuelewana kwamba aiuze. Kwa hiyo anasema kila nilikuwa namwambia anasema hii labda nikupe 5,000. Sema 5,000, sema hamna. Kwa alikutana na watu wanaomvunja moyo tu. Ikabidi ameenda kwa miguu na kuna kaumbali na akarudi kwa miguu, hajapata chochote. Nikamwambia nilikwambia tumwachie Mungu, yeye pekee ndiye chanzo cha maisha yetu, anajua tunachokutana nacho. Na ndio yeye atakayetutoa kwenye wakati huo, si wa kwanza kupita hapa. Tunamshukuru Mungu hata kwa viwango hivi tulivyokutana navyo. Basi maisha yakaendelea. Kwa hiyo ninachosema hapa ni nini? Somo la leo linasema kwamba uvumilivu. Tunapaswa kuwa wavumilivu katika kila changamoto tunazokutana nazo. Shukuru Mungu hata kwa mabaya. Katika kumshukuru Mungu, Mungu anafungua mlango mwingine kwa wewe kutokea. Haleluya. Akawaambia wana wa Israeli kwamba hawa wa Misri mnaowaona sasa hamtawaona tena. Lakini angalia uhalisia jinsi ulivyokuwa. Mnaambiwa kwamba adui zenu hamtawaona. Halafu mnawaona wale pale wanakuja. Halafu kule mnapokwenda hakuna njia. Bahari imefurika. Manake mimi na nyinyi hapa tuongozane twende mpaka wapi? Pale Mji Mwema. Halafu maadui wako nyuma zetu. Halafu pale hakuna njia ya kukatisha na maadui wametufikia. Halafu Mungu anasema na mtumishi wake kwamba waambie kwamba hao maadui wanaowaona hawatawaona tena. Ni nani anaweza akaelewa pale? Nani anaweza akamuelewa mtumishi kwa wakati ule? Ni watu wasema sasa mtumishi hapo anaenda kutuua. Kwamba umeona vyema sasa utizikie kaburi moja. Kwa nini usingetuacha huko? Tukaendelea kuwa watumwa lakini tukala na kunywa. Kuliko kuja kufia hapa. Mtumishi wa Mungu akamlilia nani? Akamlilia Mungu wake. Akaambia una nini mkononi mwako? Akasema fimbo. Mungu akatumia ile fimbo kuigawa bahari ya Shamu, pakawa nchi kavu. Bwana Yesu asifiwe.
pakawa nchi kavu. Maanake Mungu akatengeneza njia pasipo na njia. Lakini angalia uhalisia wa ile njia kupatikana, haikuwa rahisi. Haleluya. Na ndivyo hivyo ambapo tunakutana na changamoto. Unajua kabisa katika changamoto hii au katika magonjwa haya sitoweza kupona. Hapa naondoka. Kila mtu anasema sidhani kama atapona. Huyu ataondoka. Kwa hali tunayoiona huyu anaondoka. Ni kweli hali wanaiona wao, lakini yuko Mungu anayeiona hali yako zaidi. Hamjawahi kuona watu wanasema kwamba mimi tayari kabisa walikuwa wanajua hapa nakufa, halafu Mungu akamponya. Kila mtu akashindwa kuamini kwamba ni kweli umepona, ni kweli ni wewe, kwa sababu yuko Mungu mponyaji anayefanya makuu. Warumi 8:25 anasema hivi: lakini ikiwa tunatumaini kile kisichoonekana, ndipo tutakapomngojea kwa saburi. Haleluya. Saburi ni uvumilivu, kwamba ikiwa tunatumaini kile kisichofanya nini, kisichoonekana, lakini bado tunasubiri. Haleluya. Bado tunafanya nini? Bado tunagojea, bado tunasubiria. Kwa nini? Kwa uvumilivu. Haleluya. Umeomba mambo mangapi mpaka hivi leo? Ni Mungu amekupitisha kwenye changamoto ngapi na umepita? Wewe mwenyewe ni shahidi. Kuna vitu ambavyo umekutana navyo haukujua vinaishaishaje. Kuna kipindi ambacho umekutana nacho haukujua kwamba katika kipindi hicho kama utapita, lakini Mungu akafanya ukapita. Haleluya. Umepita katika kipindi cha kuachwa, cha kusemwa vibaya, cha kutukanwa, cha kuonekana wewe si kitu mbele za watu, ikakuumiza, ikakufanya kwamba uonekane kikaelekea vunguni kwenye kitanda chako. Unaweza ukakitoa umesimama? Lazima uiname, na unapoinama hiyo ni hatua ya kwanza. Huwezi kuinama tu na ukakichukua. Hatua ya pili lazima ukielekee kilipo ili ufanye nini? Ukichukue. Kwa hiyo uvumilivu ni muhimu ili tuweze kutimiza mapenzi ya Mungu na kupata ahadi zake. Haleluya. Kumbe uvumilivu unafungua mlango wa kuyatimiza mapenzi ya nani? Mapenzi ya Mungu kwetu, na ahadi zile ambazo ametuwekea ili ziweze kutimia. Mungu akakuahidi kwamba atakubariki. Katika baraka hizo lazima ukutane na changamoto zitakazokufanya ukomae, ili baraka yako ukija kuipata ujue jinsi ya kuitunza na kuilinda. Tofauti na mtu ambaye anapewa kitu na yule anayetafuta kitu. Anayepewa na anayetafuta ni watu wawili tofauti. Yule anayetafuta amesota sana mpaka kukipata kile kitu, amepita njia nyingi mpaka kufanikisha mafanikio yake, na yule anayekuja kukabidhiwa yale mafanikio hajajua kwamba huyu aliyenipa alipitia nini mpaka kupata mafanikio haya yote. Na ndio maana anaweza akayachezea, akaharibu, kwa sababu hajui kwamba yanapatikana kwa ugumu gani. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Tunamuona nani hapa? Tunamuona Ibrahimu alipoambiwa kwamba wewe kaa hapa, ndipo hapo utakapofanikiwa. Ndipo kwenye mafanikio yako
Lakini kumbuka alipoambiwa kaa hapa ndipo kwenye mafanikio yako, kuna watu pale wanakaa. Amepewa kumiliki. Kumbuka amekuta kuna watu wanakaa. Na bado kuna madhabahu na zenyewe zimekaa ziko pale. Na kuna miungu imekaa iko pale. Lazima apambane na miungu yote ya maeneo yale. Apambane na changamoto zote zilizoko pale ili aweze kutimiza mapenzi ya Mungu juu yake. Haleluya. Na ndio maana tunamwona kuna wakati alikuwa anakutana na changamoto anaondoka. Anaenda mpaka anamuuza mke wake. Mungu anamwambia rudi. Anarudi tena. Anaondoka tena. Anarudishwa. Kwa sababu gani? Pale ndipo pamebeba mafanikio yake. Lakini mafanikio yake sasa kuja kuyapata hayakuwa rahisi. Inahitajika nini? Uvumilivu. Haleluya. Inahitajika uvumilivu. Tunamwona mpaka Mungu akaja kumjaribu. Alipita kwenye changamoto ya kupata mtoto kwa muda mrefu. Alafu Mungu anasema, Bwana Yesu asifiwe. Mungu amemwambia nitakubariki mtoto. Anafika mpaka umri wa uzee hana mtoto. Huyu mtu ilikuwa ni rahisi kusema kwamba wewe Mungu ni muongo. Na tunajua changamoto ya kutokuwa na mtoto, tunafahamu, si ndivyo? Mimi mwenyewe nilikutana nacho kwenye kipindi kifupi tu, tena cha kwangu hakikuwa kirefu sana. Ni miaka kadhaa tu, lakini haikuwa rahisi. Nakumbuka Mungu amesema, lakini nakumbuka mpaka tunamwambia mwenzangu hebu twende tukapime. Lakini kumbuka Mungu amesema kwamba sitawapa kwanza mtoto kwa wakati huu. Nakumbuka kuna kipindi tukaenda tumeongozana. Nilikuwa naumwa kweli, nikasema labda Mungu amefanya muujiza. Kaenda. Tulivyoenda tukafika tukapima malaria, tukapima na ujauzito. Daktari akaniambia nenda kule, kaniletee nini? Kaniletee haja ndogo. Nilipofika kule nikaanza kuombea ule mkojo. Nikaanza kuomba kama alisi. Nikaanza kuomba ninakuamuru atakapo kupima akute mimi ni mjamzito kwa jina la Yesu. Mungu amesema yote yanawezekana kwake yeye aminiye. Ni kweli yote yanawezekana kwake yeye aminiye, lakini kuna kitu kinachoitwa majira ya nani? Mungu amesema ombeni nani mtapewa. Ni kweli unaomba unapewa, lakini kuna kitu kinachoitwa nini? Uvumilivu. Na ndio maana tumeomba mengi, Mungu amejibu machache. Na mengine tunasubiri Mungu ayafanye nini? Ayajibu. Kwa sababu kila kitu kina kipindi chake. Nikaanza kuomba kwa jina la Yesu. Atakapopima akute ni mjamzito na kuamuru wewe na kutiisha. Nimeomba maombi yote. Apeleka. Nasubiri sasa hapo majibu. Roho nyingine ananiambia ndani hamna kitu. Mwingine anasema wewe, hamna kitu. Basi tumepima, akaanza na majibu ya malaria. Akasema na malaria 3. Nisema hilo silitaki, mimi nataka pimo 3, mimi nataka tu nijue kule kwingine ni vipi. Kwa hiyo ujauzito sasa akasema, huku sasa kwingine hana ujauzito. Akasema yaani kama amenimaliza kabisa, nikaishiwa nguvu. Nakumbuka tulirudi pamoja, tulirudi kila mtu na njia yake. Mwingine anatembelea kule, mwingine anatembelea kule. Nikamwambia Mungu, mwaka huo kapita, kufuata mwingine. Haleluya. Tunaendelea kuomba. Tunaendelea kumkumbuka. Acheni kuchezea mlango. Tunaendelea kumkumbusha Mungu, Wakati sasa ulipofika, kumbuka kipindi hicho shemeji yangu alilazwa.
Alilazwa, alikuwa anaumwa, alifanyiwa operation. Tukaenda mpaka Geita na mume wangu. Kumbe wakati huo nimeenda Geita najisikia vibaya, ninaumwa. Kumbe Mungu amefanya muujiza, sijui. Tukaenda. Tulipoenda ikahitajika sasa kutolewa damu ili aongezewe. Mume wangu akatoa damu. Mimi daktari akakataa, akasema usije tukamtoa huyu mama, kumbe ni mjamzito. Nikasema mimi sina ujauzito, ingawa tu ninajisikia naumwa. Mimi hawakunitoa damu. Tumetoka kule mpaka tumerudi. Tukakuja kurudi. Pale tulipokuwa tumepanga, kuna mama mmoja alikuwa ni mjamzito. Tulikuwa tumepanga pale. Mama mmoja alikuwa ni mjamzito. Sasa nikawa kwenye kipindi cha kusema sana na wapangaji pale nyumbani. Ilifikia wakati hata kutuma mtoto wa watu anasema na yeye azao kwake atume, nikawa situmi mtoto yoyote. Sasa siku moja yule mama akajifungua. Alipojifungua yule mama akaniita, watoto naomba tukae. Alipojifungua yule mama akaniita, alivyoniita akaniambia, mama naomba unisaidie kumuosha nani? Kumuosha mwanangu. Akaniita akanambia, mama naomba unisaidie kumuosha nani? Mwanangu. Nikasema hii mimba ya pili au wengine alioshewa na nani nikaoshe mimi? Alafu huyu ndiye anayesema maneno mabaya kisa sina mtoto. Inakuwaje hapa? Nikasikia sauti inaniambia nenda. Na mimi sikuwa na kinyongo. Nikasema nakuja. Unajua kiwa mchungaji wa watu wote, kuna vitu vingine unatakiwa jifanye kama vile hauvioni. Siku fanya nini? Siku ziende. Nilipofika mle ndani nikaingia, akanikabidhi mtoto. Nimuoshe. Nikasema Mungu nisaidie. Nisije nikaosha mtoto wa watu akapata shida alafu akanikuta. Mungu nisaidie. Nilipomshika yule mtoto, mwili wote ukaishiwa nguvu. Tumbo langu likaanza kutetemeka. Tumbo likaanza kutetemeka. Najiuliza na Mungu, kwa nini nimemshika huyu mtoto tumbo limeanza kutetemeka alafu nimeishiwa nguvu? Kuna uhusiano gani? Kumbuka kipindi kile Mariamu anaambiwa kwa habari ya kwamba atapewa ujauzito kwa uwezo wa Roho Mtakatifu alipokutana na nani? Alikutana na nani anaitwa? Ni Ana, ni Elizabeth. Alipokutana naye, waliposalimiana tu, Elizabeth anasema kile kitoto tumboni mwake kikafanya nini? Kikaanza kucheza baada ya kusalimiana na nani? Na Mariamu. Manake kuna connection pale zilizofanyika. Kikaanza kucheza kwa sababu kinajua kwamba aliyemo kwenye lile tumbo sio mtu wa kawaida. Haleluya. Ndio hali ile ambayo mimi ilinikata kwa yule mtoto. Basi nilimaliza kumuosha, nikaungika, nikamkabidhi mimi, nikaondoka. Nikaenda nikamwambia baba, mbona nimefanya moja mbili tatu, lakini nimejikuta tumbo langu linacheza na nikaishiwa nguvu. Kumbe wakati huo Mungu amefanya, sijui, ila ninaumwa kweli. Siku tukaenda kupima, tulikwenda kupima, tukakuta kwamba nina ujauzito wa wiki ngapi, na nilikuwa sijui. Nikaja na mshukuru Mungu na rukaruka njia nzima, nikamwambia Mungu, nikamwambia mume wangu, kwa fulani niliona Mungu ninunulie mayai chai nzima. Na kukumbuka kule tulinunua, nina furaha. Nikawajulisha na wazazi, wakafurahi. Mungu akawa amefanya nini? Ametenda muujiza. Kuna kitu kinachoitwa uvumilivu ili mapenzi ya Mungu yatimie kwako. Haleluya. Amen. Haijalishi Mungu amekuahidi nini na bado hakijatimia.
Haijalishi Mungu amekuahidi mazuri mangapi na mengine bado hayajatimia. Haijalishi umetolewa unabii lakini hauoni ukitimia. Kuna kitu kinachoitwa majira yake na wakati wake. Haleluya. Amen. Mungu ametuahidi kutubariki kwa baraka zote. Mpaka leo bado tunavumilia. Bado tunamuita yeye kwa sababu tunajua kwamba atatubariki. Hata hapa tulipofika, saa nyingine huwa anakaa anamwambia Mungu, siamini kama kweli nimefika leo hapa. Kuna viwango ambavyo tumefikia. Ukitafakari vile viwango vya nyuma tulivyokuwa navyo, unabaki unasema Mungu, mimi nimekupata yote haya sasa hivi. Na hayo ni machache ambayo Mungu ameyaruhusu. Haleluya. Amen. Uvumilivu kutimiza mapenzi ya nani? Ya Mungu kwenye maisha yetu. Maana tusipokuwa wavumilivu tunajitoa kwenye mapenzi ya Mungu na tunachelewesha baraka zetu zisifanye nini? Zisitimie kwa wakati. Zaburi anasema, Zaburi 27:14 anasema hivi, mtumaini Bwana, uwe na moyo mkuu. Naam, mtumaini Bwana. Zaburi 27:14. Mtumaini Bwana, uwe na moyo mkuu. Naam, mtumaini Bwana. Unaweza kusema hivi, kweli kwa hapa nilipofikia nina umri kadhaa, nitaolewa kweli? Mwamini Mungu, baraka yake iko pale pale. Amen. Mungu atafanya kwa wakati wake. Mungu bado amejisazia watu wazuri, bado wapo wazuri, wapo tu. Hata kama utapita kwenye wakati gani, kwenye kipindi gani, neema yako ipo tu. Hakuna anayeweza kuibadilisha. Wewe ukikaa ukasimama kwenye point au kwenye lengo Mungu ambalo amekuwekea, lazima litimie. Litachelewa lakini lazima lifanye nini? Litimie tu. Litacheleweshwa kwa ajili ya ushuhuda, kwa ajili ya watu wengine. Kumbe kuna watu kadhaa wanajifunza kupitia wewe. Halafu unajidharau, unaona Mungu amekuacha. Kumbe kuna watu Mungu anawatafuta kupitia wewe. Utakaposimama na kushuhudia, wao wapate njia ya kupitia. Waseme, sasa kama mwenzangu amesubiri kwa muda huu wote, je, mimi nashindwaje? Kwa nini yeye amepita na mimi nisipite? Nashindwaje? Na kwama wapi? Haleluya. Amen. Majaribu ni kweli hayalingani. Kila mtu anapewa kwa kipimo chake. Haleluya. Amen. Pengine kipimo chako ni kikubwa kuliko cha mwenzio. Lakini wote mnapita kwenye nini? Kwenye majaribu. Na mwingine akipewa jaribu la kwako, pengine anaweza asipite. Haleluya. Amen. Tunapishana ukubwa wa majaribu lakini tunajaribiwa wote. Tunapishana ukubwa wa changamoto lakini tunapitia changamoto wote. Haleluya. Amen. Kwamba mtumaini nani? Mtumaini Bwana, uwe na moyo mkuu. Manake kinachotakiwa ni wewe, moyo wako uwe nini? Uwe mkuu. Manake uwe na uwezo wa kubeba vitu. Uwe na uwezo mkubwa wa kusikia kitu na ukakibeba ukakiona cha kawaida.
Na ndio maana kwa hali ya kawaida tu mtu anaweza akamuuliza, kuna kitu nataka nikwambie, una kifua? Maana yake hamaanishi kifua kama kifua, maana yake una moyo wa kukisikia kile ninachotaka kukwambia. Maana yake kama hauna moyo wa kukibeba kile ninachotaka kukwambia, hawezi kukwambia. Haleluya. Amen. Mimi nakumbuka nimepitia kwa changamoto mbalimbali, lakini kumbe Mungu alikuwa ananiandaa kwa changamoto zile na kuziana, ili nikija kukutana na changamoto zingine nizione za kawaida. Haleluya. Amen. Kuwa na moyo mkuu. Nilikuwa napita kwenye wakati, nakumbuka hata nilipokuwa binti nikisikia kwamba kuna msiba popote umetokea, mimi mwili unaishiwa nguvu, kila kitu kinaisha na kaa chini. Saa nyingine hata wakipata taarifa ya msiba nyumbani hawaniambii, kwa sababu tayari wananijua. Nakumbuka siku moja tukaenda msibani, nakumbuka shangazi yangu wakachukua vitu, sio ilikuwa ni majani gani, nakumbuka wakayafunga kwenye kitenge changu kwa imani zao, sasa ili nisipate nini, nisipate shida. Nilipokuwa nikifika miguu yote naishiwa nguvu, yani unazima kabisa. Lakini sasa hivi angalia, unaenda hospitali, unaenda mochwari, unatolewa mili na mili mingine unaiona. Mimi nimeshaosha maiti jamani, usinione. Tena ya mwanangu mwenyewe, mwanangu roho mwenyewe. Angalia maumivu yale sasa unabeba wewe, maumivu yale. Tukaingia mle, tukaenda na wengine, tukamwambia mioyo yenu iko vizuri. Tusije tukafika mle mkaanza kuzimia, mkaanza kupiga kelele mle. Kama unajijua uko vizuri baki. Mimi nasema mimi niko vizuri. Sema twendeni. Tukaingia. Nilipoingia wakavuta friji lao, wakatoa. Tena nikamwambia sio huyo. Wakavuta tena jingine wakasema ndio yeye. Toa wakatuwekea sehemu ya kuoshea. Wengine tu sasa na ndugu zao walikuwa wameenda. Walipomuona tu wakaanza kulia, tukasema toa wote nje, toa wote nje. Tukabaki watu kama watatu. Unamuosha, unafikiri kama ukimwangalia ni kama ataamka. Lakini amefanya nini? Mnaosha, mnamaliza kumuosha, mnampaka mafuta, mnamvika. Ambacho kitu hicho haikuwa rahisi. Manake Mungu akaachilia ujasiri usiokuwa wa kawaida. Ambapo nyuma sikuwa na moyo kama huo. Amina. Uwe na moyo mkuu. Usipokuwa na moyo mkuu, hata lile dogo huwezi kulibeba. Nakumbuka mimi nilikuwa naumia sana, nikiumizwa na watu naumia sana, nitalia mno. Kwa nini afanye hivi? Kwa nini? Kwa nini? Sasa siku moja nimeomba, nikamwambia Mungu hivi, nimemaliza kuomba. Nikamwambia Mungu hivi, kuanzia leo waniumize, wasiniumize, nitawapenda na nitawaombea. Nikasikia sauti inaniambia hivi mara 3. Hapo umekuwa sasa. Amen. Kumbe Mungu anahitaji tufanye nini? Tukue. Kuna vitu vingine tunachelewa kukua, anashindwa namna jinsi ya kutupa. Haleluya. Amen. Anataka mpaka tufanye nini? Tukue. Sio kukua kimwili, kukua kiroho na kiimani.
uwe na uwezo wa kubeba jambo lolote litakalo kuumiza na ukaliona la kawaida.